Sababu ya pili ni hii. Yohana sura ya 10 mstari wa 9 na wa 10. Ule mstari wa 10 wa Yohana 10 unasema hivi: mwivi haji bali aibe, auwe na kuangamiza. A thief come not but to steal, to kill and to destroy. A thief cometh not but to steal, to kill and to destroy. Anasema mwivi haji ila aibe, auwe, angamize ama ari. Kwa sababu ya kwa nini tunahitaji kurejeshewa vilivyoibiwa? Sababu ni kwa sababu tunajua agenda ya shetani. Andika hiyo. Kwa kuwa tunajua agenda mojawapo ya shetani ni kuiba vitu vya wana wa ufalme wa Mungu. Tunahitaji kurejeshewa vilivyoibiwa. Why? Because tunajua agenda ya shetani ya kwamba yeye ni mwizi, na ni mwizi anayeiba vitu vya wana wa ufalme wa Mungu. Kwa hiyo si kila aliyepoteza vitu hana moto wa Mungu ndani yake. Kuna mwingine ameibiwa. Huyu adui anayezungumzwa hapa kwenye Yohana 10, ukisoma kwa kina, hasa Biblia ya Kigiriki inamuita mwizi mwenye vurugu, a violent, mwizi asiye na ustaarabu. Unajua kuna mwizi mwadaifu ambaye anaweza akakuadaa na akachukua pesa yako kwa kukuadaa. Sasa hivi wako scammers wengi, anaweza akakupigia simu na namba inafanana na namba ya benki fulani kabisa, na akajitambulisha kama afisa wa benki kabisa, na anakuuliza hivi, kwenye akaunti yako unakumbuka ulikuwa una salio la shilingi ngapi? Anakuuliza tu maswali haya, alafu atakwambia cheki, maana kuna mtu ameingiza pesa kwa makosa, kwa kuna hela imeingia kwenye akaunti yako kimakosa. Kwa hiyo kama hautakuwa makini, utaanza kufuata process anazokuambia. Atakwambia bonyeza namba 1 check salio, bonyeza namba 3, bonyeza namba 4. Kwa kadri unabonyeza unaenda kutoa pesa zilizopo kwenye akaunti yako. Huyu ni jambazi, ila hajatumia vurugu, ametumia kichwa. Tunaenda sawa sawa, saa hela imeenda, ndo unashtuka, ukipiga simu ishazimika siku nyingi. Sasa huyu anayezungumzwa kwenye kitabu hiki cha Yohana, huyu ni mwizi mwenye vurugu. Akija anakuja kwa dhamira. Ndio maana Biblia inasema thief who steals violence, anaiba kwa vurugu. Shetani hana ustaarabu, anatumia vurugu anapotaka kutimiza matakwa yake.